macho yako mahali ulipo. Funika macho yako mahali ulipo. Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa. Jiachie. Fungua moyo, fungua moyo. Fungua moyo. Iko nguvu ya Mungu inatembea. Raka mambo kusiki. Wewe ni jemedari wa vita. Wewe ni Mungu tupendaye ulituokoa. Hata leo unataka tusaidie tena. Hata sasa unataka tukusa tena. Hata sasa unatukusa tena. Jemedari wa vita. Simba wa kabila la Yuda. Kaburi aliweza kukuzuia. Hakuna anaweza kukuzuia kutukusa leo. Hakuna anaweza kuzuia neema yako leo. Wewe ni Bwana wa mabwana. Ukiamua kufanya unafanya. Ukiamua kufanya unafanya. Karibu Bwana tukuse tena. Rika sana basi. Yes. Yes. Kola sana. Kola sana. Jemedari wa vita. Jemedari wa vita. Yes. Jiachie. Ulipo. Yeye ni jemedari wa vita. Haijalishi kwa vita unapitia. Haiwezi kutulia. Yeye ni Mungu wa kila kitu. Yes. Ndio. Asante kwa kuwa uko hapa. Tumeiona neema yako kubwa mno. Tunashuka chini. Tunanyenyekea. Kwa heshima kubwa. Asante. Umeamua leo kutugusa kwa namna nyingine. Asante Bwana. Wewe ni mfalme mkuu. Wewe ni jemedari wa vita. Na mimi ninaomba Bwana mtumishi wako. Umeamua kunitumia leo tena. Gusa kila mmoja hususan mapenzi yako. Usituache. Usimwache hata mmoja wetu. Tutembelee leo tena katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupa leo kuna kichwa kinasema utukufu wa Mungu aliye hai. Utukufu wa Mungu aliye hai. Utukufu wa Mungu aliye hai. Kama una mahali unaweza ukaandika, sawa? Kama hujaja na mahali pa kuandika unaweza pia ukasikiliza tu na Roho Mtakatifu atakusaidia na atatukusa kila mmoja. Utukufu wa Mungu aliye hai. Injili ya Luka mlango ule wa 9 mstari wa 28 hadi wa 36. Luka 9:28 hadi 36. Utukufu wa Mungu aliye hai. Injili ya Luka 9:28 hadi 36, neno la Mungu linasema, baada ya maneno hayo yapata siku 8 aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura yake, uso wake ukageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza nao ni Musa na Elia. Walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakapotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye
walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Hali hajui asemao. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yuko peke yake, nao wakanyamaza wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo walioyaona. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Injili ya Luka mlango wa 9 mstari wa 28 hadi wa 36 tunaona habari za Yesu akiwa ameenda mlimani kuomba. Anabadilika sura na mavazi yake yanabadilika. Nini tafsiri yake? Tafsiri yake, utukufu wa Mungu ulijifunua. Mungu alikuwa anaendelea kumfunua mwanae, kuonesha kwamba huyu sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo vile alivyokuwa badilika, ule utukufu uliokuwa ndani yake, yeye kwa kuwa ni nuru ya ulimwengu, ile nuru iliyokuwa ndani yake ikai inatokea nje, inaonesha kwamba nimekuja kwa ajili ya kuleta utukufu kuwasaidia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utukufu wa Mungu maana yake nini? Utukufu wa Mungu ni kujidhihirisha au kujifunua. Ni kujidhihirisha au kujifunua au kujiweka wazi kwa uwepo wa Mungu aliye hai, kuna kumfanya aheshimiwe na kutukuzwa sana. Utukufu wa Mungu ni kujidhihirisha kwa Mungu, ni kujifunua kwa Mungu, ni kujiweka wazi kwa Mungu kwamba yupo. Na baada ya kujifunua kwamba yupo, ile namna anavyojifunua anatengeneza heshima inayofanya aheshimiwe na kutukuzwa sana kwa wale ambao wameuona ule utukufu. Ndio maana baada ya wingu kuwafunika, Petro na wenzake wakaogopa sana. Kwa nini? Wameuona utukufu wa Mungu. Mungu amejifunua kwao. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Petro akaendelea kueleza baada ya Yesu kuwa amepaa, akaandika waraka wake, ule waraka wa pili wa Petro, akaeleza zaidi hizi habari, namna ambavyo lile wingu liliwatokea. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 16 na wa 17. Petro anaanza kueleza sasa kwa mwandiko wa kwake, analiandikia kanisa, kueleza zile habari ambazo ziliwatokea, ambazo Luka aliziandika na Marko aliziandika. Anasema ile Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 16 na wa 17, maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa welevu, tulipowajulisha ninyi nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake, bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Ukuu wake. Mstari wa 17, maana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletewa sauti iliyotoka katika utukufu mkuu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Petro anaendelea kutufafanulia, anapozungumzia habari ya utukufu wa Mungu anamaanisha nini? Ni kule kujifunua kwa Mungu. Akatoa na sauti akasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utukufu wa Mungu unaweza kujaa mahali na ukakaa kwenye hilo eneo au mahali fulani. Utukufu wa Mungu una uwezo wa kujaa na ukakaa mahali fulani. Yako maeneo tofauti tofauti ambapo utukufu wa Mungu unaweza ukajaa na ukakaa mahali hapo, ili watu wakienda wanaukuta utukufu wa Mungu huko hapo. Eneo la kwanza ni eneo la ardhi. Eneo la ardhi. Eneo la ardhi inaweza ikawa nchi, inaweza ikawa ni mkoa, inaweza ikawa ni wilaya, lakini pia inaweza ikawa ni kiwanja cha nyumba ya mtu. Eneo lolote la ardhi, kama patafanywa maombi pakadhihirisha utukufu wa Mungu, ule utukufu wa Mungu unakaa hapo. Zaburi ya 85 mstari ule wa 9b. Zaburi ya 85 mstari wa 9b anasema, utukufu ukae katika nchi yetu. Utukufu ukae katika nchi yetu. Nchi ni eneo lolote la ardhi lenye mipaka halali.
Kwa hiyo utukufu wa Mungu una uwezo wa kukaa kwenye eneo la ardhi. Kwa hiyo kama kuna kiwanja mahali unakaa, una uwezo wa kufanya maombi ukasi utukufu wa Mungu ukakaa hapo. Kama kuna eneo unafanyia biashara, una uwezo wa kufanya maombi ukaomba utukufu wa Mungu ukakaa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 24 na mstari ule wa 16. Kutoka 24:16. Kutoka 24:16 neno la Mungu linasema hivi: na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima Sinai, lile wingu likaufunikiza siku 6. Kwa utukufu wa Bwana unaweza kukaa kwenye eneo. Sehemu ya pili ambayo utukufu wa Mungu unaweza kukaa kwenye jengo fulani, kwenye jengo fulani, kwenye jengo fulani. Jengo kama hili la kanisa, jengo kama nyumba ya mtu, jengo kama ofisi ya mtu, jengo fulani. Utukufu wa Mungu unaweza kukaa hapo. Kitabu kile cha Ufunuo mlango wa 15 na mstari wa 8. Ufunuo 15:8. Neno la Mungu linasema, hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Kwa hiyo tunaona utukufu wa Mungu ulikaa kwenye hekalu. Hekalu kama jengo, hekalu kama jengo. Kwa hiyo kama utukufu wa Mungu ulikaa kwenye hekalu, unaweza ukakaa kwenye kila hekalu, kwenye kila jengo la hekalu. Lakini pia kitabu cha Hagai mlango wa 2 na mstari wa 9 anazungumzia habari ya utukufu wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Kwa hiyo nyumba unayokaa unaweza ukaifanyia maombi ikawa na utukufu wa Mungu. Eneo la tatu, eneo la tatu ambapo utukufu wa Mungu unaweza ukakaa, utukufu wa Mungu unaweza ukakaa juu na ndani ya mtu, juu ya mtu na ndani ya huyo mtu husika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vizuri tufuatane ili tutakapofika kwenye hatua ya kuomba utukufu wa Mungu usije ukaachwa sehemu. Kwa hiyo eneo la tatu, utukufu wa Mungu unaweza kukaa juu ya mtu. Yaani mtu, mimi kama mimi na wewe, sisi, utukufu wa Mungu unaweza kukaa juu yetu, lakini pia unaweza kukaa ndani yetu. Kitabu kile cha Kutoka 34 mstari wa 29 hadi wa 30. Kutoka 34:29 hadi 30, neno la Mungu linasema, hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai, na zile mbao 2 za ushuhuda zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima, Musa hakujua ya kuwa ngozi ya uso wake iling'aa kwa sababu amesema naye. Basi Haruni na wana wa Israeli walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, nao wakaogopa kumkaribia. Kwa hiyo Musa alipoenda mlimani siku 40 akiongea na Mungu, utukufu wa Mungu ukakaa juu yake. Anapotokea kwa taifa la Israeli, wanauona ule utukufu hadi wanaogopa kumkaribia. Bwana Yesu asifiwe. Leo hivi sisi tunaweza tukamwomba Mungu ule utukufu ukaja juu yetu. Tafsiri yake nini? Kama Musa, taifa la Israeli teule la Mungu, walishindwa kumtazama, maana yake mwanadamu leo hivi nikiomba utukufu wa Mungu kanifunika, hakuna namna ambavyo nguvu za giza zinaweza zikanisogelea. Hakuna namna ambavyo ufalme wa giza utaweza kunisogelea. Kwa sababu gani? Ule utukufu utakuwa umenifunika. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili mlango wa 3 na mstari wa 18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo anatuwekea wazi kwamba sisi leo tukirudisha utukufu kwa Mungu, tukaamua Mungu atusaidie, tunaweza kubadilishwa tukafanana na huo. Upi? Ule ambao Musa alikutana nao. Na hiki kitu Yesu mwenyewe akiwa duniani, ambaye ni Mungu mwana, alituwekea wazi. Alituwekea wazi kwamba hili jambo linawezekana. Linawezekana kabisa. Tukamwomba Mungu, utukufu wake ukajaa
kwenye hekalu, tukamwomba Mungu utukufu wake ukamjaa kila mmoja, lakini tukamwomba Mungu utukufu wake ukakaa kila eneo unalofanyia kazi. Utukufu wa Mungu ukikaa kwenye hilo eneo, mapenzi yake ndiyo yanayetimia. Kwa hiyo kama kuna mapenzi mengine yasiyokuwa ya kwake, hayawezi kutimia. Kwa hiyo kama unafanya biashara, kama ni shamba lako, kama ni eneo lolote linaloleta faida kwako, unapofanyia kazi, ukiomba utukufu wa Mungu ukakaa hapo, hata kama usiku ukiwa uko nyumbani hauelewi au hata hujaenda huko, hata waovu wakitaka kwenda kufanya uharibifu, ule utukufu unajidhihirisha. Kwa hiyo hawataweza kufanya uharibifu wowote. Injili ya Yohana mlango wa 17 mstari wa 22. Yohana 17:22, maneno ya Yesu. Yesu anasema hivi: nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anaondoka duniani alituachia utukufu. Upi? Ule aliopewa. Wapi? Tumesoma kwenye Injili ya Luka mlango wa 9, akiwa mlimani aligeuka sura yake, anatuambia utukufu ule sijaondoka nao duniani, utukufu ule nimeuacha. Na ndiyo maana Mungu leo anataka tufundishe kwa habari ya utukufu. Kwa sababu gani? Tukiwa na huo utukufu utatusaidia mambo mengi. Yesu alipoenda mlimani, maombi yake alijibiwa kirahisi. Kwa sababu gani? Alikuwa na ule utukufu. Kwa hiyo akikaa pale mahali, hakuna namna anga litaacha kufunguka. Kwa sababu gani? Ana ule utukufu. Alipokuwa akienda kuomba, hakuna namna Mungu asimsikie. Kwa sababu gani? Ana ule utukufu. Ndio maana alipokuwa anaondoka akasema, no, nikienda na huu utukufu mbinguni, hawa ninaoacha duniani wanaweza kupata shida. Ili wasipate shida, ni lazima utukufu niliokuwa nao duniani niwaachie wao. Na leo kwa yule ambaye atakuwa tayari, ule utukufu ambao Yesu aliuacha, kila mmoja ataupokea, iwe kwa namna wao yote. Na ili hekalu leo utukufu wa Mungu utajaa, maana amesema kwamba na utukufu wake utalijaza hekalu. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo nguvu yote itazuia. Hata kama kuna uchawi hauwezi kuzuia, maana yeye ni simba wa kabila la Yuda, yeye ni Bwana wa mabwana. Akiamua kufanya anafanya, na leo ameamua utukufu wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko kwanza. Utukufu wa madhabahu utakuwa mkubwa kuliko kwanza. Kama nisaidie kusema amen, amen, amen. Utukufu wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko kwanza. Lazima utukufu wake ufunike mahali linapotajwa jina lake. Hakuna namna akanyamaza. Anasema anajitukuza kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na asubuhi ya leo kwenye sikukuu ya vijana leo ameamua kufanya, arudishe utukufu, aweke utukufu, atengeneze tena kwa namna nyingine. Utukufu wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko kwanza. Lakini kila mmoja wetu leo atapokea utukufu wa Bwana na sura yake itabadilika. Hakuna namna utakuzuia, hakuna kukuzuia. Utapenya kila mahali, utakuwa na kibali, utaenda utafanikiwa. Nini? Utukufu utakuwa pamoja na wewe. Nisaidie kusema amen. Kile kitabu cha Ebrania mlango wa 1 mstari wa 3. Kaa vizuri mtumishi wa Mungu. Naziona nguvu za Mungu nyingi mno hapa. Rika mando robosiki. Kuna watu wanasikia kuomba, usijizuie, wewe endelea tu kuomba kimya kimya, kwa sababu utukufu wake unatembea. Nikamwambia Mungu, mbona wazo la leo neno la Mungu lina nguvu, kwa nini unanipa utukufu? Akaniambia kuna kitu nataka nifanye. Mimi sijui anataka afanye nini, ila hicho anachoniambia ndo hicho. Kwa hiyo kaa vizuri, usije kaondoka ukasema mbona amefundisha utukufu mimi sijauona. Maandalio ya moyo ni ya nani? Ya mwanadamu, ya mwanadamu. Kwa hiyo jiandae. Waebrania 1 ule mstari wa 3 anasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nani? Yesu mwenyewe. Yeye ndo mng'ao wa huo utukufu. Sasa huu mng'ao wa utukufu unaingiaje? Mwanadamu akiokoka, yani ile siku mimi na wewe tulipokiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Biblia inasemaje? Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwa hiyo utukufu, huyu Yesu ambaye ni mng'ao wa utukufu aliingia ndani ya kila moja, lakini kila moja yuko ndani ya huyo ambaye ni utukufu. Kwa hiyo tutakapompa nafasi ya kujidhihirisha,
ya kuonesha ule utukufu wake, ya kuonesha kwamba yeye yupo, lazima ule utukufu uliokuwa ndani utaonekana. Kitu gani kilitokea kule mlimani? Yesu alipofika pale, ndio maana aliwaacha wakina Petro akaenda peke yake. Sababu gani? Alikuwa anajua siri ya kudhihirisha utukufu ulio ndani yake. Kwa hiyo alipofanya yale maombi ya kudhihirisha utukufu uliokuwa ndani yake, ule utukufu ukaonekana nje. Ulipoonekana nje, Musa na Elia walikuwa hawawezi kubaki kule mbinguni. Kwa sababu gani? Utukufu unawalazimisha. Kwa hiyo ukitembea na utukufu wa Mungu, hakuna namna malaika watakuacha. Kwa sababu gani? Hauwaiti wewe, ule utukufu unawaita, maana unakuwa kama sumaku. Kwa hiyo utatembea peke yako, utaenda na jeshi la malaika. Kwa sababu gani? Una ule utukufu wa Mungu juu yako. Sema amen. Yeye ni mng'ao wa utukufu. Sasa tuko karibu kumaliza. Utukufu wa Mungu unaweza kujaje? Utakuja kwa namna gani kwangu, au kwenye eneo, au kwenye nyumba fulani? Utakujaje? Nifanye nini sasa ili ule utukufu uje? Nifanye nini sasa? Nifanye nini? Kama nina haki ya kupokea huo utukufu, sasa nifanye nini ili ule utukufu uje? Bwana Yesu asifiwe. Namna utukufu unavyoweza kuja kwenye eneo, au kwa mtu, au kwenye jengo. Namna ya kwanza, kwa kutubu na kuishi maisha matakatifu na kutenda mapenzi ya Mungu. Hiyo ni pointi moja. Kwa kutubu na kuishi maisha matakatifu na kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa nini kwa kutubu? Kwa sababu tunapokosea ule utukufu unaondoka. Kwa hiyo ni lazima kutubu ili kurudisha ule utukufu. Ule utukufu ukisharudi, natakiwa niishi maisha matakatifu ili niendelee kukaa na huo utukufu. Ninapoendelea kukaa na huo utukufu, nikijitahidi kuishi maisha matakatifu, ule utukufu utanisaidia kutokutenda dhambi. Wakati ule utukufu unanisaidia kutokutenda dhambi, nitajikuta naanza kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema sio kila niambiaye Bwana Bwana atakayeona ufalme wa Mungu, bali anayefanya nini? Anayefanya mapenzi. Kwa hiyo tunaweza tukaita Bwana Bwana Bwana, lakini utukufu usije kama hatufanyi mapenzi ya Baba. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 19 hadi wa 22. Samueli wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 19 hadi wa 22, neno la Mungu linasema, tena mkewe huyo Finehasi alikuwa mjamzito karibu na kuzaa. Basi aliposikia habari ya kutwaliwa sanduku la Mungu na ya kwamba mkwewe na mumewe wamekufa, akajiinamisha akazaa, maana utungu wake ulimfikiria. Hata alipokuwa katika kufa, wale wanawake waliohudhuria karibu naye wakamwambia, usiogope, kwa maana umezaa mtoto mwanaume. Walakini hakujibu wala hakumtazama. Akamwita mtoto Ikabodi, akisema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, kwa sababu sanduku la Mungu lilikuwa limetwaliwa, na kwa sababu ya mkwewe na mumewe. Naam, akasema, huo utukufu umeondoka katika Israeli, maana sanduku la Mungu limetwaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona habari za mtu mmoja anaitwa Finehas na Hofni. Walikuwa watoto wa mzee Eli aliyekuwa kuhani. Walipoachiwa ile madhabahu, wakaihalifu, wakaichafua. Walipokuwa wameichafua, wakaenda kupigana vita, wakifikiri sanduku la Bwana walilonalo litawasaidia. Walipoenda kupigana vita, wakapigwa, sanduku la Bwana likachukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna dhambi walikuwa wameitenda. Kwa ile dhambi iliondoa utukufu wa Mungu. Ndio maana tunajifunza kwamba ili utukufu wa Mungu uje juu yangu, ili uje kwenye eneo lolote, ni lazima kufanya toba na kuishi maisha matakatifu. Hawa wenzetu walikuwa na sanduku la agano linaloonekana mwilini kabisa. Mwilini kabisa. Yaani mwilini kabisa. Wanabeba, wanaliona kabisa, wanasema hili hapa ndio sanduku la agano. Mwilini. Lakini walipotenda dhambi, utukufu uliondoka, likabaki sanduku kama sanduku. Walipopigana vita, ule utukufu uliotakiwa uwasaidie vita haukuwepo. Kwa hiyo wakajikuta wanapigana wao, hatimaye wakawa wameshindwa. Sanduku la Bwana likatwaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili utukufu wa Mungu ukae na sisi, ni lazima tufanye toba
na rehema, lakini tuishi maisha matakatifu. Jambo la pili, kwa imani. Utukufu wa Mungu unakuja mahali kwa imani. Utukufu wa Mungu unakuja juu ya mtu kwa imani. Utukufu wa Mungu utajaa kwenye jengo fulani uliloliombea kwa imani. Injili ya Yohana mlango wa 11 mstari ule wa 40. Injili ya Yohana 11 mstari wa 40, neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaongea na Mariamu, dada yake wa Lazaro aliyekuwa amekufa. Wamefika kabrini, Mariamu anaonesha shaka. Yesu anamwambia, nilishakupa kanuni ili huo utukufu nilionao ndani ujidhihirishe. Yesu anamwambia Mariamu, ule utukufu nilionao ndani ujidhihirishe mwilini. Nilishakupa kanuni. Ni nini? Amini. Sasa yeye anaonesha shaka. Yesu anamwambia, si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo leo amini. Bwana Yesu asifiwe. Amini. Amini. Utauona utukufu wa Mungu. Utauona utukufu wa Mungu. Jambo la tatu. Namna utukufu wa Mungu unavyoweza kuja mahali. Jambo la tatu, kwa kumsifu na kumtukuza Mungu aliye hai. Kwa kumsifu na kumtukuza Mungu aliye hai. Kwa kumsifu na kumtukuza Mungu aliye hai. Tunapoongelea habari za kumsifu na kumtukuza Mungu, haimaanishi tu kuimba peke yake. Kuimba ni namna mojawapo ya kumsifu na kumtukuza Mungu. Lakini maana halisi ya kusifu au kusifia ni kusema maneno ya kuonesha ukuu na uweza. Kwa hiyo kama hauimbi, sio kwamba wewe huwezi kumtukuza Mungu. Una uwezo wa kumtukuza Mungu kwa kinywa chako. Ukawa unasema tu maneno, wewe ni Bwana, wewe ni mfalme, wewe hivi na hivi. Unaongea ule ukuu wa Mungu. Unavyomjua Mungu wewe, unavyofahamu Mungu ametenda kwenye maisha yako, unavyojua uweza wake Mungu kwa kusoma Biblia ulivyosoma, ukasikia habari zake kwamba yeye ni moto ulao, kwamba yeye ni simba wa Yuda, kwamba yeye ni mchungaji mwema, kwamba yeye ni mlango wa kondoo, kwamba yeye ni maji yaliyo hai. Unajua sifa zake, unakuwa unazitaja. Huko ni kusifia. Kwa hiyo usije ukasema mimi nitamsifuje Mungu wakati siimbi praise au siimbi kwaya, au mimi siimbi, yani siimbi. No. Wenzetu ambao wanaimba ni namna mojawapo wanayoitumia kuonesha kwamba wanamtukuza Mungu wao. Karama ile Mungu ameweka ndani yao wanaitumia kumtukuza Mungu. Kwa hiyo kama wewe hauimbi, haimaanishi usimtukuze Mungu. Ila tengeneza muda wako, fanya ibada yako, tenga muda wa kuomba unaosema maneno ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 5. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 5. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 5 mstari wa 11 hadi 14. Neno la Mungu linasema 11 hadi 14. Ikawa makuhani wote waliokuwa hapo walikuwa wamejitakasa. Nitarudia. Ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, kwani makuhani wote waliokuwa hapo walikuwa wamejitakasa, wala hawakuzishika zamu zao. Tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asaf na Hamani na Yeduthi na wana wao ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana,
hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu walipoimba, utukufu wa Bwana ukajaa. Utukufu wa Bwana ukajaa. Kwa hiyo utukufu wa Mungu unaweza ukaja kwa njia ya kumsifu. Msifu Mungu ili ule utukufu uje. Na hii ndiyo sababu ya kuandikwa kwa Zaburi ya 150. Hii ndiyo sababu ya kuandikwa kwa Zaburi ya 150. Zaburi ya 150 ukisoma mstari wake wa kwanza hadi ule wa 6, ina mistari 6 tu. Mstari wake wa kwanza hadi ule wa 6, utaona Mungu anatuhimiza wanadamu kumsifu. Anasema msifuni, msifuni Mungu, mtukuzeni Mungu. Anataja vifaa mbalimbali. Anasema msifuni Mungu katika patakatifu pake, maana matendo yake ni makubwa. Anataja pale kwa mvumo wa baragumu, anataja pale kwa vinanda na vinubi. Mstari ule wa 6 anamalizia kwa kusema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niombe kama kila mtu ana pumzi humu ndani, hebu tufanye hivi. Kila mwenye pumzi humu ndani, fanya hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Wamama mnisaidie vigelegele. Amen. Kumbe mchungaji, kanisa zima tunatakiwa tumsifu Mungu. Tuna uwezo. Kwa sababu kila mwenye pumzi, tuelewane vizuri. Nimesema si kwa hadi uimbe hapa. Uko kule nyuma hapo kwenye kiti chako, umekaa au umesimama, sema maneno ya kumtukuza Mungu. Wenzetu hapa walisemaje? Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni nini? Ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Maneno machache tu. Wewe sema hivyo hivyo. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zako ni za milele. Ninakushukuru Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Maneno hayo hayo ndiyo yaliyoshusha utukufu wa Mungu hadi makuhani wakashindwa kufanya kazi zao. Kwa hiyo ukiyasema kwa imani kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kazi za utukufu juu ya mtu. Kazi za utukufu juu ya mtu. Kazi za utukufu wa Mungu juu ya mtu. Jambo la kwanza, utukufu wa Mungu unakuwepo kwa ajili ya kuponya. 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 Jambo la pili, utukufu wa Mungu unakuwepo kwa ajili ya kufungua watu. Kwa ajili ya kufungua watu. Kuponya ni magonjwa. Kufungua ni vifungo. Huyu mtu haumwi lakini ana vifungo. Utukufu wa Mungu ukija unamfungua vile vifungo. Ukisoma Injili ya Marko mlango wa 5, utakutana na yule mtu aliyekuwa nchi ya Wagerasi. Alikuwa amefungwa na vifungo muda mrefu. Yesu alipofika, yale mapepo yakaenda yenyewe, yakasema tuna nini nawe mwana wa Mungu? Kwa nini? Mwanzo hayakupiga kelele kwa sababu Yesu hakuwepo kule. Utukufu wa Mungu haukuwa kule. Kumbuka tumesema utukufu wa Mungu ni nini? Mungu kujidhihirisha kwamba yupo. Jambo la tatu, kufufua vitu mbalimbali. Utukufu wa Mungu unakuja kufufua vitu mbalimbali. Injili ya Yohana mlango wa 11 mstari kuanzia 44. Akamwambia Mariamu, nimekwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Mariamu alipoamini, kaka yake Lazaro alifufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utukufu wa Mungu unakuwepo kwa ajili ya kukupigania vita. Kukupigania vita. Wana wa Israeli walipiganiwa vita kwa utukufu wa Mungu uliwafunika kwenye kile kitabu cha Kutoka mlango wa 12 mstari kuanzia wa 14. Lakini pia utukufu wa Mungu unatulinda. Unatulinda. Isaya 58 mstari ule wa 8 anasema, na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Bwana Yesu asifiwe. Aliondoka kwenda kuzipanda mbegu zake. Za kwanza zilianguka na ndege wa angani wakazila. Mpanzi aliondoka kwenda kuzipanda mbegu zake. Za kwanza zilianguka na ndege wa angani wakazila. Nyingine ziliangukia kwenye mwamba, zikaota lakini zikakauka. Nyingine ziliangukia kwenye miba, zikaota lakini